Hii hapa ni Prophet Suddenly Part 3 na inaelezea story mpya kabisa. Wala haihusiani na Prophet Suddenly zilizopita, yani 1 na 2. Okay, movie inaanza Benini. Kuna familia inasherehekea mtoto wa kiume kazaliwa. Babake akampa jina James Idontu. Muda huo huku nje radi zinapiga mpaka taa zinapasuka. Babake akaendelea kumbariki mwanae James kwa maombi na kumshukuru Mungu. Huku nje akatua Miokukusheshe. Mbwa anabweka kinoma muda huo. Miokukusheshe akamkata tu jicho, yule mbwa akanyamaza. Kisha wasaidizi wa Miokukusheshe wakatokea. Humu ndani maombi yanaendelea. Miokukusheshe anawacheki kupitia dirishani huku anamkuna paka. Kisha akauliza imekuwaje hili limetokea? Anawauliza vijakazi wake sasa. Nani karuhusu mtoto kuzaliwa? Kijakazi mwingine akasema alikuwa ni Nurse Eki. Sasa kumbe bana kale katoto ka James hakakutakiwa kuzaliwa kwa sababu sauti yake itakuja kuwa tishio kubwa kwenye utawala wa Miokukusheshe. Utanielewa tu taratibu. Kwa hiyo Kukusheshe alitoa oda kwa huyu sasa Nurse Eki kwamba yule mtoto asiishi, akizaliwa tu amuue au amfinyie huko tumboni asizaliwe kabisa. Kwa hiyo Miokukusheshe akamtimbia Nurse Eki, akaanza kumuuliza kwa nini hakufuata maagizo yake ya kumuua yule mtoto. Eki akasema kwamba alifanya kila kitu kama alivyomwagiza tu, lakini kuna shida ilitokea. Dr. Maduka ndo alitakiwa kumzalisha yule mama, lakini kukaa kuna mvua kubwa sana inanyesha, hivyo akashindwa kufika hospitalini. Badala yake akamtuma daktari mwingine kabisa azingatie hilo swala la kujifungua. Akasema mama na mtoto walikuwa tayari kabisa wanakaribia kufa na tulikuwa hatua za mwisho kabisa kumalizia vifo vyao. Yaani haya manesi yote yaliokuwepo wodini hiyo siku ni machawi ya Miokukusheshe. Eki akasema ili anataka kudunga dawa sasa. Yule daktari alotumwa akatokea na akaanza kufanya maombi mule wodini, kwa hiyo tukajikuta tumeishiwa nguvu kabisa. Na kweli tunaonesha jamaa alianza kumwambia mama apushi huko, anashusha maombi ya kunena kwa lugha kabisa mpaka kilio cha kwanza kabisa cha James kikasikika. Na alifanya maombi kwa sababu alihisi tu hali ya utofauti alipoingia humo wodini. Kwa hiyo Miokukusheshe waga hataki sababu akisha kupa maelekezo ya kufanya alafu kaenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo akamwambia Eki, nitachukua maisha yako badala ya yule mtoto. We kazi si umeshindwa? Kwa hiyo akamuua Eki. Huyo ni Miokukusheshe, mzee wa kazi. Akiwa hapa vile vichawa vyake vikatokea. Kimoja kikauliza lakini bado tunaweza kumuua huyo mtoto? We nipe oda tu mimi nikakiwashe. Kukusheshe akasema hapana, hatuwezi kumuua huyo mtoto tena kwa sababu itabadilisha kabisa mwelekeo wa dunia na viumbe wanaoishi ndani yake. Kingine kikasema lakini akiishi atakuja kuwa tishio kwenye ngome yetu, tuambie tufanye nini? Kukusheshe akawaambia kwenye safari ya maisha kuna cycle mbili muhimu ambazo humweka mtu kwenye nafasi ya kushambulia. Cycle ya kwanza ni process ya kuzaliwa ambayo ndo tumeikosa sasa, na cycle ya pili ni pale mpangilio wa matukio ya maisha ya mtu unapofikia umri wa kuchanua kwenye miaka ya 30, kipindi kinachoashiria mwanzo wa hatua mpya, kama vile huduma ya kikuani ya Walawi. Kwa hiyo hawana haja ya kumuua bali kuharibu tu wito wake. Kwa hiyo lengo ni kumharibia huyo mtoto akifika miaka ya 30 huko ili asije kuvuruga utawala wao. Miokukusheshe akacheka sana. Hey! Haya bana, tunatupa miaka 30 mbele. Kwa sasa James ni mwimbaji mkubwa sana wa nyimbo za Injili. Kuna kanisa lilikuwa linataka lipate huduma toka kwake na wakawa wamekubaliana kabisa, ila dakika za mwisho James akagoma kwenda kutoa huduma mpaka alipo pesa yake kwanza. Washikaji wakamwambia tumeshaongea na meneja wako, ukimaliza tu huduma tunakulipa. Meneja naye akasema kweli nimeongea nao tayari, baada ya huduma tu anafanya malipo na tayari programu imeshaanza huko. James akamuuliza meneja, uko sawa kweli mzee? Umesahau vigezo na masharti yetu? Wakamuomba sana lakini mchizi akagoma kabisa kwenda kuperform. Paka watu wa kanisani huku wakaanza kupiga simu kwamba wawai jamani, bado kidogo tu pasta anamuita James mbele. Lakini wapi, mchizi akagoma kabisa. Kuna pasta mwingine akapiga simu kwa meneja na akaomba kuongea na James. James akakubali kuongea naye. Sasa kumbe leo ni birthday ya James bana. Kwa hiyo pasta akampigia mahususi kumtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa na pia akamuomba account number amwekee pesa kama zawadi tu ya birthday. James akashukuru sana. Na mpaka akamwambia lakini pasta niko mkoani kwako hapa. Kweli? Ndio nilikuja kwenye kikao. Pasta akasema no, walikuwa na jambo lao, kama wangekuwa wamepanga basi angekuja kama mgeni, lakini ndo hivyo. James akasema hapana, mimi naweza kuja hata sasa hivi. Pasta akauliza vipi sasa kuhusu kikao chako? James akasema usijali kuhusu hilo, tayari tumemaliza kikao. Yaani James anafata popote penye pesa. Hapa ameshaona atamsumbua tu kuperform bila michuzi. Kwa hiyo kiufupi James ni msanii mkubwa sana ambaye nyimbo zake zinapendwa sana na zina upako wa kutosha. Na ndo kitu akina Miokukusheshe walikuwa wanakiogopa kwa sababu wengi watafunguliwa kwa nyimbo zake. Ila ndo kama hivi, anaweka pesa mbele kabla ya huduma. Kwa hiyo jamaa akaja huku kutoa huduma. Wale wa kule akawa kawapiga chini. Nyimbo za James zikipostiwa YouTube zinafika mpaka views 53 ndani ya lisali moja tu. Yakifika masaa 9 tunaongelea masuala ya 700,000 mzee.
Kwa hiyo timu nzima pamoja na pasta mwenyewe wakamshukuru sana James kwa kutokea. Kawabariki sana leo, ibada imezaa matunda. Pia wakamuomba washerekee kwa pamoja birthday yake ya kufikisha miaka 31. Kwa hiyo wakaleta keki pale, wakaanza kumwimbia happy birthday to you, happy birthday. Sasa zile sauti za happy birthday to you zikawa zinamfikia mpaka Miokukusheshe huku, zinamtia hasira kinoma. Akakusanya donge zito mkononi, kisha akasema ni kipindi cha James kuchanua, kwa hiyo muda umefika. Akacheka kishenzi. Sasa ukiachana na James kulenga pesa tu, pia jamaa anapenda sana wanawake. Wale mashabiki zake ukishoboka tu anapita na wewe, na alishalala na mpaka backup singer wake. Dada akalalamika kinoma, kwa hiyo unaingia na mwanamke mwingine baada ya kunitumia mimi? James wala hata kumjali, akamwambia ni backup singer tu, kisha akaingia ndani. Dada akaahidi kumkomesha, akamwambia atamnyoosha. Sasa lile kanisa ambalo James aliwapiga chini akagoma kwenda kuperform, likatoa malalamiko kwenye kanisa ambalo James kalelewa. Pasta wake akamsomea hiyo kesi na akamlalamikia sana kwamba siku hizi kafocus sana kwenye pesa. Ameshasikia story nyingi mno kumhusu James na tabia yake. Akamuomba sana aache hiyo tabia ya kuweka pesa mbele kwenye hii huduma. Akamwambia upako wa Mungu kwenye maisha yako haununuliwi. James akasema nimekuelewa pasta, nisamehe sana. Pasta akamwambia usiniombe mimi msamaha, kamuombe Pastor Douglas kwa sababu umemkosea sana. James akasema atafanya hivyo. Pasta akasema fanya leo. Pia akasema niliona kuna video pasta mmoja amekuwekea mikono kichwani mwako na kukupaka mafuta. Akacheka kisha akamwambia kitu ambacho ulikuwa hujui kimetoka wapi na ulikuwa unacheka. Unafikiri kila mtu anakupenda James? Yaani ni kwa sababu una trend tu sasa hivi. Akamwambia sio kila kanisa ni kanisa, sio kila madhabahu ni ya Mungu. Unatakiwa uwe makini sana na watu wanaoweka mikono kichwani mwako. Wengine wamevaa tu ngozi ya kondoo. Pasta alimwambia mambo ya maana sana, akamgusia na swala la kuwa na wanawake wengi. James akariruka futi buku. Ni uongo tu, ananiharibia. Pasta akauliza, haya lini utamuoa Vivian? James akasema analifanyia kazi hilo. Huyo Vivian ni mchumba wake, ndo huyu hapa sasa, na anajulikana kwa kila mtu kwamba ni mchumba wa James. Msichana anampenda sana James na kaokoka pia, ila James bado yuko juu juu. Sasa Vivian akiwa hapa, yule backup singer akamtumia message akamwambia nimefyatua mimba 3 za boyfriend wako na kuna wasichana wengine 3 wamefanya hivyo hivyo pia. Akamtumia na picha kama ushahidi. Vivian akamuita James akamwambia muangalie vitu unavyotumiwa. Bwana ni mambo ya ajabu, unatumiwa ma screenshot. James akachukua kwanza simu akaangalia. Akajua huyu ni ule backup singer Grace. Alisema atamshangaza, huku ndo kushangazwa kwenyewe sasa. Kwa hiyo akamtungia tu uongo Vivian kwamba alimuadhibu tu huyo msichana kwenye kwaya kwa sababu alikosea kuimba. Kwa hasira ndo naona kaamua kufanya haya yote. Vivian akajua kabisa anadanganywa. Kwa hiyo akamkumbushia kabla hajawa maarufu alivyokuwa. Alikuwa na muda wa kusali, alikuwa anaishi maisha ya imani sana. Na anasema hajawahi kabisa kusikia hizi drama wala kuwa na wasiwasi na mahusiano yao. Ila siku hizi kabadilika mno. James kuambiwa hayo akajaa hasira, wakapishana na kauli kabisa, kisha akaondoka huku anampigia simu Grace. Akaja kuongea naye huku jikoni. Akamuuliza kwa hiyo ulidhani utavuruga mahusiano yangu sio? Grace akamwambia nilikuambia nitakuvuruga. James akamwambia umefeli sasa. Na akamwambia kuanzia leo asimuone tena kwenye bendi, kibarua kimeota nyasi. Msichana akasema mimi sijali, nilikuwa nishalijua hilo. Wakatukanana hapo, simu ikakatwa. Baada hapo James akaja kumpa taarifa meneja wake kwamba akamfukuza kazi Grace kwa sababu alitaka kumvurugia mahusiano yake. Kwa hiyo na yeye meneja aende kuwafuta kazi wasichana wote ambao tayari kalala nao. Hataki tena upuuzi ujirudie. Kwa hiyo kila msichana alolala naye aondoke kwenye bendi. Alafu aandae mashindano kutafuta waimbaji wengine wa kike. Wapate wasichana wapya kabisa kwenye bendi. Meneja akasema hii ni mara ya 3 tunabadilisha waimbaji wa kike kwenye bendi yetu kwa sababu ya issue kama hizi. Meneja akamshauri kwa upole kabisa basi apate hata side chiki mmoja tu atulie naye, ukiachana na Vivian ambaye anataka kumuoa. Na kumbe meneja ndo aga anamsaidia kufyatua zile mimba ambazo mchizi anawapaga hao wasichana. Huyu mchizi naye kachoka. James akammind, unanishauri mimi? Meneja ikabidi aanze tu kucheka ili asije akafukuzwa kazi na yeye. Basi kweli mzee, mashindano akatangazwa na watu kibao wakaja kushiriki. Mchizi alivyotokea wasichana wakamrukia kwa bashasha, wanamuomba picha na nini. Sasa kuna mwamba mmoja naye alikuja kuonesha kipaji chake. Ikabidi asogee kuongea naye, ampe nafasi amsikilize. Yeye ni shabiki yake sana, amemuinspire mno. James akamwambia okay, fanya haraka nione ulichonacho. Mchizi akasema anaitwa Lawrence Oyo. Lawrence Oyo? Okay. Lawrence akamwaga sifa nyingi sana kwa James, akamwambia ni jinsi gani anamfuatilia mitandaoni, amemuinspire mpaka hili gita amenunua kwa ajili yake. Akaanza kujifunza kuimba na kwa sasa anafanya vizuri na analibariki kanisa lake. James akasema okay. Hivi unaongea au unaimba? Kwa sababu unaongea sana. Lawrence akamwambia basi nisameni jamani, nimefurahi tu. Haya, kwa hiyo unataka nini? Lawrence akasema nilikuwa naomba nikuimbie unisikilize. Uwezi jua Mungu anaweza akaniinua ukafanya collab na mimi. Kwa sababu namwamini Mungu, siku moja sauti yangu itasikika dunia nzima.
James akasema sina muda kabisa. Okay, mfanya haraka haraka basi, huku anaangalia saa. Lawrence akaanza kupiga gita pale huku anaimba. Hawakumruhusu hata amalizia, wakamkatisha, wakaanza kumcheka. Wakamwambia afanye tu biashara zingine, aachane na mziki. Kwa jinsi ulivyovaa mzee, mimi nakuona kama comedian kiukweli. Wakampiga chini, wakaenda zao ndani. Mshikaji wake Lawrence, CK the hot cake, akamwambia mzee, najua hii inatia aibu sana, lakini ipo siku, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja humu duniani ambaye Mungu hajampangia kitu. Haya bana, kuna siku James akapigiwa simu na pasta mwingine alikuwa anamhitaji kwa ajili ya huduma mwezi wa 12. James akasema haina shida, mwezi wa 12 tuko free. Kwa hiyo nitakutumia invoice alafu kila kitu kitakuwa sawa. Pasta akashangaa, nimesikia neno invoice, unaongea na mimi au? James akasema ndio pasta, naongea na wewe, wala hata sio mtandao. Nimesema nitakutumia invoice na kwa session ya dakika 40 ni $20,000 tu. Hiyo ni kama milioni 50 hivi. Pasta akasema $20,000? Okay. Lakini kwa session ya dakika 15 au sifa tu naweza kufanya kwa $15,000. Akataja na mambo ya kusafirishwa kwa ndege na crew yake, masuala ya kukaa hoteli ya hadhi ya nyota 5 na nini. Pasta akacheka sana, kisha akamwambia kwa $20,000 inabidi ukije utuoneshe Abraham, Jacob na Isaac live hivi kanisani, uje nao kutokea mbinguni. James akasema pasta, basi tufanye $5,000 nimekupunguzieni. Pasta akamwambia nakwambia kabisa wewe James ni mtumishi feki. Kwa hiyo akashindwana. Haya bana, kwenye kanisa lililomlea James, pasta akapokea malalamiko mengine kwamba James anasema kawa mkubwa mno kuimba kwenye kwaya hapo kanisani. Anatumiwa nyimbo anazikataa tu, anasema hawezi kuziimba. James akawa anakataa tu hizo tuhuma. Anasema sio kwamba anakataa hata kuja kufanya mazoezi, ni vile huko busy na hakai sana hapa mjini. Pasta akamwambia wito wako wa kimataifa usikufanye uache kulitumikia kanisa lako la nyumbani. Na ujue kwamba kulitumikia kanisa lako la nyumbani hakuharibu wito wako wa kimataifa. Yaani wanamuomba mno James. James akasema kawaelewa. Baadaye akaja kukutana na mchumba wake Vivian, akamlalamikia jinsi Pastor Moses anamtaka awe anahudhuria kwaya hapo kanisani wakati yeye ni msanii mkubwa na mambo mengi. Vivian akashangaa, James, mbona unaongea mambo ya ajabu? Akamkumbusha ni wapi Pastor Moses kamtoa. Yeye ndo sababu ya sasa hivi yuko hapa. Alimkutanisha na watu kwenye mikutano mbalimbali, mwisho kawa msanii mkubwa. Akamwambia anachotaka Pastor Moses ni wewe tu kuja kanisani na kushiriki kwenye kwaya endapo utakuwa hapa mjini. Mbona hiyo sio ngumu kwako kufanya, na wala Pastor Moses hajaomba kikubwa. James bado akawa anaamini anachoamini yeye. Sasa huku Lawrence akawa mnyonge sana nyumbani, mpaka mama yake akaligundua hilo. Ikabidi aanze kumhoji ajue shida ni nini. Lawrence ikabidi amwambie tu kwamba alikutana na mtumishi James, akamwimbia wimbo wake, lakini akamwambia kwamba hana wito, hana sauti nzuri, kwamba ni kichekesho, anapoteza muda. Akamwambia kila kitu mama yake. Mama akamwambia mimi ndo nilikubeba tumboni mwangu. Najua kabisa una sauti ya wito. Sauti yako inaweza kufanya mtu akaokoka na kukomboka. Mama akageuza maneno yote ya James na akamwambia Lawrence aanze kuimba amsikie tena. Lawrence akapata nguvu akaanza kuimba tena. Haya bana, yale mashindano yakawa yanaendelea. Ila kila anayekuja wanaona hawezi kuimba, ni furu kukata majina tu kama vile BSS. Wakapita watu kama 100 hivi lakini hawakupata mtu hata mmoja. James akawa analalamika kwamba wamepoteza muda tu. Mara akaona kuna kipaka kinapita pale mbele. Meneja akaenda kukitoa. Akiwa mlangoni sasa kuna dada akatokea naye kaja kwenye mashindano. Meneja akamwambia tayari muda umeisha. Wameshamaliza shughuli ya leo. James akasema mruhusu huyo dada ingie tumsikie. Meneja akasogea, ndo tunamuona sasa huyo dada. Ni Mio Kukusheshe. Akaingia kwa madaa, akaenda paka kwenye mic akaanza kuimba. Alikuwa naimba vibaya tu, uongo dhambi jamani. Lakini eti akawateka wote hasa James. Paka wakasimama kabisa kumpigia makofi. Baadaye James akamfuata Kukusheshe na Kukusheshe alijitambulisha kama Natasha. Uwezamini jamaa akamtongoza. Akaja naye mpaka kwenye hii apartment ambayo ndo waga anaishi na meneja wake. Kukusheshe muda huo anajilegeza kishenzi. Kumbuka lengo lao la miaka 30 nyuma ni kuharibu nyota ya huyu jamaa. Kwa hiyo kaja kutekeleza hilo jambo. Sasa Mungu naye alivyoajabu, Vivian alienda safari lakini sijui ikawaje akawa karudi mapema, kwa hiyo akaja hapa na akataka kukutana na James. Meneja akapambana kinoma kumzuia Vivian asiingie chumbani, lakini Vivian akaforce paka akaingia. Kukusheshe huku ndani ndo anataka kumweka buso sasa mchizi amfyonze na roho yake. Hapo Vivian akaingia akawafuma katikati ya tendo. Kwenye ile kuvurugana Mio Kukusheshe akaondoka. Na akajaa hasira kinoma, wamefeli kwa mara ya kwanza ila wakasema watampata tu. Hao wakapaa angani. Sasa moja kwa moja mpaka mjini Kenya mzee. Huku pia kuna kanisa ambalo walikuwa na programu yao ambao wanahitaji waimbaji pia. Kwa hiyo wakawa wanapanga itakavyokuwa waende na mwimbaji gani na nini. Kwenye kuchagua majina sasa wakajikuta wamemtaja na James. Wote wakampitisha yani papo hapo kwa jinsi jamaa nyimbo zake zina upako wa kufa mtu. Lakini wakasema jamani, msanii mkubwa, always yuko booked, ni ngumu sana kumpata ule jamaa. Bishop Bazua akasema kijana wangu, sisi tuko tofauti. Hakuna mtu ambaye hatuwezi kumleta.
nitampigia mimi mwenyewe na nitamleta. Hey! Ngoja tuone. Huku Nigeria, Vivian akalalamika sana na mwisho kabisa akavunja mahusiano na James. Huku nako Pastor Moses na mkeo wakawa wanajadili lawama wanazopokea toka kwa watu kuhusu James. James kabadilika sana. Mke akasema, lakini umeshajaribu kumpeleka akaongea na mtu anayemheshimu. Niliona anaenda kufanya huduma Marekani. Labda mpigie rafiki yako yule wa Marekani akaongee naye. Haya bana, tunatupa Marekani tena. James alikuja kukutana na maproducer wa huku na pia kukutana na mapromoter wa huku kuandaa tour yake ya huku. Akiwa hapa akapigiwa simu na Pastor Arome Osai. Arome akamwambia nimesikia huko Houston, Texas. Jamaa akasema ndio. Arome akasema basi tutafute muda tukutane. James akakubali. Baadaye akaja kwa Arome na akaja na mwanamke akawa anamtongozea huko. Arome akamkuta. James ikabidi amwambie mwanamke aondoke kwanza. Sasa Arome katumwa na Pastor Moses aongee na James kwa sababu yeye amsikilizi kabisa. Arome kwanza akamjuza kwamba huduma anayofanya ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo iko tofauti sana na biashara ya muziki. Akamwambia kila kitu mpaka ishu ya wanawake kwa sababu skendo zake ziko kila kona, na Arome mwenyewe kajithibitishia baada ya kumkuta jamaa kaleta mwanamke ndani kwake. James kama kawaida yake akaanza kukataa. Ajue anayeongea naye ana akili kubwa kumzidi. Arome akamwambia umaarufu, pesa na wanawake sio lengo la huduma ya uimbaji wa kumsifu Mungu. Akamwambia pia ni kuonye, vile vitu vinavyotokea ghafla huwa vinapotea ghafla pia. Tafadhali fikiria haya niliyokuambia. James akashukuru akasema sawa, atazingatia. Siku kadhaa mbele James akarudi Nigeria na alikuwa tayari kaongea na watu wa Kenya kwenye kutoa huduma. Pastor Moses akamuuliza, "Kwani ulikuwa hujui Desemba 18 tutakuwa na huduma muhimu hapa kanisani?" James akasema, "Nilikuwa najua lakini basi nitaicancel tu hiyo ya Kenya." Pastor akauliza, "Kwa hiyo una uhakika utakuwepo hiyo siku?" James akasema, "Uhakika kabisa nitakuwepo." Pastor akasema, "Basi sawa, nitaongea na timu ya matangazo waweke picha yako kwenye billboards na maeneo tofauti tofauti kwamba utakuwepo." Kwa hiyo Bishop Bazuu wa Kenya akampigia simu James kumuuliza, "Vipi, mbona kimya?" Ndio James kumwambia sasa ameongea na timu yake, wamegundua hiyo siku hawataweza kufika huko. Bazuu akaanza kupambana sana akasema hawezi kabisa kumkosa huko hiyo siku, wamemsubiri sana. Haya, vipi tukikuongezea dau kutoka $20,000 mpaka $30,000? Milioni 75 hiyo mzee wa kazi. James akawa bado mgumu. Bazuu akaongezea dau mpaka $50,000. Hiyo ni milioni 125. James hakuchomoa. Kwa hiyo kwenye huduma sasa ya Pastor Moses, huduma inaendelea. Kuna mtu akaja kumpa taarifa Pastor kwamba James hatotokea, kaenda Kenya. Moses akachoka. Na muda wa sifa ndio huo ulikuwa umeshafika, watu wamesimama. Huku James yuko zake Kenya na kaanza kabisa kufundishwa Kiswahili. Wakawa wanapiga story, wanacheka kishenzi. Lakini kwa nini Bishop Bazuu katoa pesa nyingi sana kumleta Moses kwa ajili ya huduma? Utajua muda so mrefu. Kwanza Bazuu akatuma vijana wake wampeleke hoteli kubwa mno ya hapa Kenya. Anywe, ale, yani afanye chochote. Huku Nigeria, Pastor Moses na wazee wa kanisa wakakaa kikao, wamevunjika moyo na wamepata aibu kubwa. Kijana ambaye wao wenyewe wamemlea kawazimia simu, wakaongea sana. Pastor akasema tu kwamba watu wa Mungu, roho yangu imemwachilia. Sitomuona kama mwanangu tena. Anaweza kufanya chochote anachotaka. Naamini nimeshafanya vya kutosha ambavyo Mungu alinituma kuvifanya kwenye maisha ya James. Kazi yangu kwake imekwisha. Na kweli tunamwona James kavuliwa nguo yuko uchi baada tu ya kauli ya Pastor. Huku Kenya James anaendelea kutamba, misafara na nini, anapokelewa kwa bashasha na nyimbo za asili kama vile Isho Speed. Kwa hiyo akaingia kwenye huduma na James akaimba. Baada ya huduma James akakutana na Bishop Bazuu huko ofisini kwake, mida ya kulipana sasa. Mwanzoni kabisa walimlipa 70% kabla hata hajaja Kenya. Kwa hiyo sasa hivi anadai kama $15,000 hivi. Bazuu akasema uko sahihi kabisa. Ngoja nikufuatie hela yako cash. Bazuu akaenda chumba chake cha siri kufuata pesa. Na wazee, huyu Bazuu ni mchawi. Kwanza kalitupia linguo jekundu, akasogea mbele kwenye madhabahu ya kichawi imejaa mishumaa mengi. Kisha akaanza mio kukusheshe. Mio kukusheshe. Mio kukusheshe. Na kweli Mio kukusheshe akatokea. Ana maagenti mpaka Kenya. Akamuuliza unataka nini Bazuu? Bazuu akasema nimefanya kama ulivyoniagiza. Nimefanikiwa kumleta. Kukusheshe akauliza nani huyo? Nyoka. Bazuu akasema James, mwimbaji kutoka Nigeria. Kukusheshe akafurahi. James, huyu tunayemtafuta toka kuzaliwa kwake. Huyu ambaye mziki wake na sauti yake vimekuwa vitisho kwenye ulimwengu wetu. Umefanya kazi nzuri sana Bazuu. Sasa lengo ni lile lile, kuchukua nyota na nafsi ya James na wakatishe huduma yake. Wameshajua udhaifu wa James ni pesa, wakimpatia wanamteka kirahisi sana. Kukusheshe akasema tamaa. Wengi sana wameangukia kwenye hilo shimo. Kisha akapiga manyanga zikatokea pesa nyingi mno. Kisha akampatia Bazuu akampe James na akamwambia asisahau kumwekea mikono kichwani mwake. Hiyo ndo njia pekee ya kuchukua roho yake. Ukimshika tu, sisi tutapata njia ya kuchukua roho yake leo.
Kweli mzee, James akarudi ofisini na akampatia hizo hela. Zilikuwa nyingi zaidi hata wa makubaliano yao. James akafurahi kinoma. Bazuu akamwambia, kabla hujaondoka mzee, naomba nikuombee. James akasema haina shida Bazuu, akapiga na magoti. Bazuu akamsogelea akaanza kuongea lugha za Kilingeni sasa. Paka kiganja kikabadilika kikawaka moto hivi. Mio kukuchache. Akamshika James kichwa. James akapigwa kama shoti kali ya umeme fulani hivi mpaka akalala kwenye meza mzee. Woo! Akaamini Bazuu ana upako usio wa kawaida. Kwa hiyo akamshukuru sana kwa maombi yake. Bazuu akasema haina shida. Kumbe tayari kafyatua nyota yake aise. Akaita vijana wake wamrudishe hotelini akaendelea kuenjoy. Sasa mida usiku sana, James akiwa mwenyewe, meneja yake akampigia simu kujua anaendeleaje huko Kenya. James anafurahi tu kuanzia mapokezi, pesa aliyolipwa, yani kila kitu ni fantastic tu. Meneja akamwambia lakini Pastor Moses kakukasirikia kinoma. James akasema anajua, lakini ilibidi nichukue hii riski. Halafu kwa level niliyofikia, sijali mtu yote anasema nini, hata huyo pastor. Hebu imagine ningepoteza kiasi gani kama ningebaki Nigeria. Kiburi cha James kinazidi kupanda tu mzee. Akiwa anaongea kwa simu, mara mlango ukagongwa. Kwenda kufungua, wakaingia mabinti wawili. Wakasema wametumwa na Bishop Bazuu kuja kumpa huduma ya massage. James na wanawake tena. Akafurahi kishenzi mpaka akampigia simu Bishop Bazuu kumshukuru. Mida usiku sana, Bazuu akakutana Kukusheshe Kilingeni. Akamuonesha nyota ya James anayo mkononi saizi. Kukusheshe akamwambia ita jina lake mara 3 na nafsi yake itatokea kwenye hiyo chupa hapo. Bazuu akafanya kama alivyoelekezwa. Akaita James mara 3. Na kweli mzee, nafsi ya James ikaamka huku kitandani ikaja yenyewe kwenye chupa. Mio Kukusheshe akafurahi sana. Ameshamuinda sana, hatimaye kampata. Kwa sasa ulimwengu wao utaendelea kukua bila kipingamizi. Chupa yake ikaekwa pamoja na za watu wengine ambao na wao walikuwa na nyota kali zilizokuwa zinatishia ulimwengu wa kina Kukusheshe. Bazuu akacheka sana pia. Kazi yao imekuwa nyepesi mno. Kwa hiyo kesho yake Bazuu akampeleka James mbuga za wanyama. James anaenjoy kinoma, wala hata ajui alichofanywa nyuma ya pazia na Bishop Bazuu. Wakaendelea kuenjoy tu kwa nakula story nyingi na kuangalia wanyama. Haya bana, miaka 2 mbele tunamuona meneja wa James analilia wapewe dili la milioni 2 na bado akanyimwa. Sasa kwa sasa mambo yamekuwa mabaya sana kwa James. Hakuna dili linalokuja. Imepita miezi 4 sasa James hajaitwa kwenye kutoa huduma yoyote. Wakati mwanzo walikuwa wanakosa hata muda wa kupumua mzee. Meneja akasema anaogopa, lakini mambo yanaporomoka kwa kasi sana. Wakawaza sana, wakaona wampigie Bishop Bazuu awafanyie namna waje kuzunguka naye huko Kenya wa kutoa huduma. Bishop Bazuu akasema sio kwamba sikufikirii James, ni vile tu sio mimi ninayepanga waimbaji, ni timu yangu na hawajakupendekeza kabisa, kwa hiyo mimi sina la kufanya hapo. Kwa hiyo jamaa akawa amemkataa hivyo. Piga simu Marekani kwa kale kajamaa kazungu, nako kakamkataa kwamba mkataba umeshaga kufa na ana kazi nyingine saizi. Na mpaka sasa wametoa magoma mengi, lakini hakuna mahali anaenda mzee. Hakuna mtu anasikiliza. Yani hakuna hata mtu mmoja anayemzungumzia tena James kama ilivyokuaga awali. Sasa kuna siku washikaji wamekaa wanaangalia TV, wakamuona yule dogo bana alomwombaga msikilize, akaanza kuimba na kupiga gitaa. Sasa hivi kawa maarufu kinoma. Nyimbo zake zinabariki watu mno. Meneja akamuonesha mitandao yake ya kijamii, ana namba nyingi vibaya. Anafuatiliwa na watu wengi sana. Hapo meneja akapata idea kwamba wamtafute huyo dogo afanye naye collab. Kwa kuwa ana trend sasa hivi, wamtumie huyo kurudi kwenye chati. Kweli mzee, wakafanyia kazi hilo wazo sasa hivi. Wakampigia Lawrence na wakamwambia ombi lao. Lawrence hakukataa kwa sababu anafanya kwa ajili ya Mungu na wala hakuwekaga mavitu moyoni dhidi ya James. Kwa hiyo wakaingia studio wakapika kitu, na ilikuwa ni goma la James kamshirikisha Lawrence. Wakaenda photoshoot kupiga picha kwa ajili ya cover ya wimbo na promotion. Wimbo ulivyotoka sasa na waliweka kwenye channel ya Lawrence, lakini ikapita wiki nzima ukawa na views 2000 tu, haujaenda popote. Paka hapa James akaona kabisa kuna shida ipo kwake. Yaani hii sio kawaida kabisa. Huku nako Lawrence akashangaa sana. Bana, views 2000 tu. The Hot Cake akasema ndio kama unavyoona hapo. Lawrence akasema nyimbo zake zote zinafika malaki na mamilioni kwa uwezo wa Mungu. Hii ni mara yake ya kwanza anapitia kitu kama hiki. Na hawa pia wakakubaliana kabisa kwamba kuna kitu hakiko sawa na James, kwa sababu kila mtu anaye collaborate naye nyimbo haziendi popote. Baada ya muda Pastor Arome akamuita James aende Marekani. Kweli James akafika na akamlilia sana. Mzee akamwambia mimi nakuelewa na nilishakwambia toka awali. Kuna kitu cha kishirikina kilifanyika dhidi yako. Kuna mtu alikuwekea mikono kichwani kwako na akachukua neema yako. Neema yako imefungwa mahali na ndio maana unapitia haya yote saizi. Lakini tunaweza kuomba huruma ya Mungu aweke mkono kwenye maisha yako. Kwa hiyo pastor akaanza kumwombea James. Mwaga moto sana. Nafsi yake kwenye chupa inapiga kunga na mchizi naye anapiga kelele. Kukusheshe ndo hataki kabisa kumwachia jamaa. Pastor Arome akaomba sana mpaka chupa ikapasuka na nafsi ya mchizi ikatoka. Kukusheshe naye akachomeka sana na moto. Baada ya muda kidogo, pastor akamwambia kwa sasa umefunguliwa kwa sababu nimeona mwanga kwenye hiki chumba. Kwa sasa uko free.
lakini akamwambia bado kuna shida kidogo, kwa sababu vitu ambavyo Mungu anafanya huwa viko kwenye vipindi na wakati fulani. Endapo mtu anapoteza wakati wake, sometimes huwa ni ngumu kabisa kurudisha tena ule wakati kwenye maisha yake yote. Kutokana na hilo, inabidi tuombe sana kupata huruma ya Mungu. Na kwenye hilo, Pastor akamshauri arudi Nigeria, aende kwa pastor wake, Pastor Moses, amuombe msamaha na huruma yake. Akasema ameshaongea naye, kwa hiyo yuko tayari kabisa kumpokea. Vingine vyote vilivyobaki tunamwachia Mungu tu. Lakini kwa kupiga hatua hii utakuwa umefungua milango. Kweli mzee James akarudi Nigeria kwa Pastor Moses, na kabla hata hajaongea chochote, Pastor akamkumbatia, ishara ya kwamba kamsamehe. James akalia sana ise. Miaka 4 mbele ndani ya Marekani, kwa sasa James ikawa dereva Uber tu. Sasa leo hii wakati anamchukua huyu abiria wake ampeleke airport, abiria akamtambua bana. Wewe si ni James, mwimbaji kutoka Nigeria? Akafurahi sana kukutana naye. Nasikiliza sana nyimbo zako. Imekuwaje unafanya tena udereva huku? James akasema ni vile tu kahamia Amerika ndo anatafuta pesa ya kujikimu. Udada akasema mimi bado nasikiza nyimbo zako na ni lazima ukutane na mume wangu, anakukubali sana pia. Nitalipia kila kitu cha siku ya leo kwa ajili yako. Akaanza kumuita mume wake atoke nje akutane na mtumishi James. Na kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka 4 kupita, watu wamemtambua James kama mwimbaji alokiwasha sana miaka kadhaa nyuma, na nyimbo zake bado zinaishi. Kwa hiyo hii ina maana nyota yake imeanza kung'aa tena au? Movie inaisha, James anasema kipindi kinaweza kikakupita na mantles za kiroho zinaweza kupotea. Niandikie maoni yako hapa chini, umeionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonga, tukutane kwa video nyingine. Bye. Tuna stress na life isimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7D storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Ukata kiu yako ni 7D.